Na mimi pia nayafanya mengi. Ndio maana kama unakumbuka ile muda nilikwambia kuhusu mimi na mwanamke wangu. Nitakwambia na mengine. Sawa. Maana kwa hiyo sasa wewe hapo unajilia tu. Sio mimi nakubali tu. Sio mimi, hata huyo bwana anajilia. Mimi nina uhakika. Kwa mtu nje tu inakuaje mambo kama haya? Alafu sasa mimi kilichonishangaza zaidi nilifika pale nimemkata hivi jicho hivi. Alafu nimeingia ndani nikasema ngoja nianze kuangalia hivi mimi nitafuta upanga. Nimetoka pale nje sijamuona. Tayari kaka. Baridi. Umesikia? Wewe kutu. Sitaki ugomvi uingilie. Naomba kama hata nishinde nitakwambia bwana je, mimi pale amenishinda. Tulivi umesikia? What a minute. Nisubiri hapa na wewe sikulitani hapa na kitu cha mtu. Kuwa makini kaka. Sawa, nimesemaje? 1 minute. Sina roho mbaya, huenda fikra zanipeleka vibaya. Cha kwanza mimi ni blaza. Tumeelewa? Afu mimi ndio nianza kufika kabla yako. Yule mzee mjui. Mimi ndio namjua. Kwa hiyo nakwambia mwanangu, kama umekushinda demu achana naye. Usio kaniingiza mkenge. Kama bora hapo nimeongea nini leo? Mwanangu, poa mimi ngoja nikaoge. Maana kuna mtu kwenye show sasa hivi. Mzazi mwenza. Sasa mama, mimi ndo natoka. Umepata kichwa? Uko kiwani bomboni. Sawa, lakini nakusisitiza. Jitahidi huko rudi na hela. Hapo unavyoona hapa, hela bado hujaishika wewe mkononi. Lakini mimi nimeshaipigia mahesabu kila kitu, maana mpaka sasa hivi imeisha. Yaani nimeshaingiza kwenye matumizi tayari imeisha. Sasa baada ya kurudi tena hapa sijui una shilingi 40,000, una 30,000, itakuwa ndo mwisho wako wa kuishi tena hapa. Umenielewa? Nimesadiki wanasema wenga waliozaa hawachani. Hapa mimi nafanywa mjinga, wananipanda kichwani. Maana aliumba moyo kaweka na... Mbona unaniangalia hivyo? Kwa nini umetumanzi? Nimekuangalia na macho haya. Hivyo mwanamke, una shida gani? Sasa mimi na shida haya na kitu gani? Kwa kipi hapa? Kwa kipi? Eti kwa kipi? Niangalie vizuri. Umeniona eh? Nimekuzidi kila kitu. Ndio maana mwanaume katoka kwako kaja kwangu. Unanichekesha sana. Hivyo vibanio vyako. Hebu niangalie mimi. Hujanizidi kwa chochote. Nimekuzidi kila kitu. Yaani mimi ni mwanamke nilokamilika. Nimeingia reba. Unasemaje wewe? Ukienda huko, hakikisha unarudi na nini? Na hela hapa. Unakumbuka nilikwambia shilingi ngapi? 30,000. Mbona si unapojikanyaga? Hiyo imeshapandishwa bei. Showtime shilingi 50,000. Sasa uje hapa si una shilingi 30,000, una shilingi 40,000. Haki ya Mungu itakuwa ndio siku yako ya mwisho kuendelea kuishi hapa. Fanya uende. Basi sawa mama. Sawa. Haya. Kwa kuzaa kwako wewe unamaanisha mimi mgumba, si ndio? Sasa ngoja nikuone. Nakwambia vipi nitakuonesha umwaka. Na utakoma kumtambua mimi. Wewe
Nichukue vitu vyangu niache. Chukua vitu vyako leo. Wewe. Hiyo mito yako Dodoma hiyo. Nitaibonyeza ipumue. Nenda siku moja. Nitakuonesha nakwambia. Hapa usikutane tena wewe. Umechukua vitu vyako. Chukua mkande wako. Bwana shauri. Sogea hapa. Tabi binti yangu. Ni mara kadhaa na kuona unaenda kwa yule kijana pale muuza genge. Na kiashirio tosha kinaonekana kwamba mna mahusiano. Wewe unafahamu mimi baba yako na wadhifa mkubwa hapa kwenye mji. Hivyo sitaki univue nguo. Umeshindwa kufanya masomo, basi umebaki hapa nyumbani. Pata sheria. Kama unahitaji nusura ya ndoa, isubiri hapa ikufuate. Lakini sio kutoka wewe hapa na kwenda kwa yule kijana. Na ni mara kadhaa nishamwambia mama yako aongee na wewe, lakini hii tabia bado inaendelea. Hivyo iwe mwanzo na mwisho. Lakini baba, Jisikie uko nyumbani. mambo Poa mzima. Alafu tunafanyaje muda ndio huu? mimi niko fresh, lakini nilimwambia kwanza mzee atoke. Huyu ana shida. Kwa nini mimi na tuongee kwa msingi? Mimi naongezea 10 hapo. Mwanangu achovye tu. Kwa nini tulikubaliana hivyo? Pia mwanangu. Ni kibingwa nini fresh. Elfu 50 sida ya mtu mmoja. Basi hamna noma tondoo tata. Naongeza 20 hapo 80. Mpo wawili. Ongezeni tena 10,000 iwe 90. Kama hivyo hapo nitakubali. Unahisi nimekosea, labda unataka kunirekebisha? Nimesema iwe mwanzo na mwisho. Kia sister. Wewe mwenyewe jua unaliona yeye. Umeona? Hapo si wenyewe utafutaji wetu wa pesa unakuwa mgumu. Utibarikie tu hiyo hapo. Nakupa hiyo $2 hapo na Amerika na kwa 800. Au unaonaje familia? Sema nini mama mtu? Wewe usimwogope mchizi boti. Ana maajabu. Kimoja chali. Au sio watu wazima tunacheza mechi za ugenini. Yaani ile Texas. Ila leo umeniuzi sana. Hujui tu. Haina hiyo. Vipi sasa? Upo tayari au? Kwa hapa 80 yangu mnanipa tukimaliza. Uhakika. Asa wale wenu mnizingue. Maisha ya kweli unaelewa. Sijawahi kukufelisha. Wewe mwenyewe unaelewa mazingira mtaani. Mama mwenye nyumba analeta zogo, makelele kibao. Kwa hiyo nashindwa hata kuchili pale maskani. Ndio maana nikaforce tuje mazingira haya huko. Sasa nikwambie kwa kuliko. Shida sio hela. Shida nini sasa? Sawa, ungeniambia tu mapema. Kuliko unakuja mimi natoa hela ya guest, afu mwenyewe ndio hivyo tena unipe kwa kulizisha. Shida tu wewe una mawazo ya kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba kitu gani? Wewe kamilisha mchongo. Machizi boti hatuna fagio. Wewe mwenyewe unaelewa. Sawa, nitakuchekechea. Lakini leo performance yako iko chini sana kipenzi. Yaani hata sijaenjoy kabisa na wewe leo. Ndio maana mama mtu nimezungumza. Nifosie tu mazingira, mambo yote mimi nitaweka sawa. Sawa, wewe nikutumie. Hadi
mara kadhaa. Maana yake dharau. Karibu. Ukiangalia sura unamfananisha na nani? Marehemu bibi yako. Hivi mna matatizo gani kwani? Mna shida gani kwenye familia yenu? Si wewe si mkeo. Mkienda kwenye nyumba za watu hamsalimii kabisa. Hamjui kusalimia. Kwa hiyo mbona salamu ni jambo nene. Nikupe salamu na wasikoshiba. Ashikamoo uongeze makalio. Sijaja kusalimia watu, ningeenda za kusema mbungu pale kila mtu akipita hi what is the way, ningeweza kufanya hivyo. Sijaja kwenye salamu hapo. Nimemtaka wewe mchokoleo wako alikundani. Hayupo. Sema fresh. Nimeiona mama mtu. La. Sasa Kombe jambo moja basi. Sawa. Naomba ukatoe kodi ya nyumba. Maana nimekuongezea zaidi ya hiyo. Hiyo kalipia miezi 6 na nimekuachia na hela ya kula hapo. sawa. Sawa. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Mimi bado kuja guest kila siku sitaki. Mimi ninachokitaka nataka niwege na kuja nyumbani. Na kuna vitu vingine nashinda kuvitumia. Sema nini? Mama mtu sikiliza. Yaani kwa hivi mazingira unavyonifosia, yaani mimi siwezi kupingana na wewe hata kitu hiki, hata kitu kimoja. Hapa kwenye unapoona, jana nilifosiwa kuletea hadi pira pale nyumbani. Wameniletea manyumbu pale nyumbani mwanangu kibao. Lakini kwa sasa hivi kwa huo mzigo niliopata, mambo yatakaa tu vizuri. Afu sikiliza nikwambie kokoliko. Swala la kuuza bangi nataka uache. Sawa. Yaani sitaki uuze na wala sitaki uvute. Swala la hela chochote unachokitaka mimi nitakuwa nakupa. Yaani chochote kile. Sawa. Sikiliza mama mtu. Yaani mimi bila kutumia issue ile, mwanangu inakuwa luzi. Yaani ubongo unakuwa ufanyi kazi. Ndio maana hata leo wenyewe kwa sababu peche ya lolo nimeshindwa hata kufanya kazi mle ndani. Sawa. Basi haina noma. Mimi natembea. Hapo na mimi naondoka. Nitakucheki. Hapo. Kama umemficha apate ujumbe huu. Kaja kwangu. Nilikataza. Kunguni wote kufika nyumbani kwangu sitaki. Familia yangu mimi ni family special scientific experiment. Sitaki kunguni yoyote afike nyumbani kwangu kwa sababu gani? Kuzana mke wangu ndio imekuwa sababu? Au ndio anatumia kimvuli kile kuli kumchunja mwanamke wangu? Hapo. Sikiliza baba nikwambie. Nenda kamwambie na huyo mkeo aache kunifuatilia. Hii namba nyingine. Leo tumekutana Kaninyali, nimemnyoosha pale ni vidogo. Kama ni mvua basi ile la shalasha. Mvua kamili inakuja. Mwambie akome kunifuatilia. Mmefanya kupigana? Nimemnyoosha vizuri tu. Hajakwambia? Imefikia hatua sasa mnamgombania Msukuma. Umemnyoko mke wangu vizuri tu. Safi. Tata. Maana yake wewe unajifanya kama vile Mwakinyo. Sawa. Naomba mpe taarifa bwanako. Mwambie kwamba kama anataka na yeye ni muoe. Yaani wajumlishe yeye mke wangu ni wahudumie. Mtoto wake mwenye kipele kwa sababu gani? Kama na wewe kumhudumia mtoto wake. Moyo wake liko nyumbani pale. Na alihudumia linakula kama vile kiwavi. Lakini mimi moyo wangu nyengema na mhudumie. Kama na wewe umeshindwa kulelewa vizuri na bwanako, njoo nyumbani pale. Wote na wewe kuwachanganyeni. Sawa? Hayo matusi. Unanitukana. Fanya uende. Mfikishe taarifa hizi. Umzigo unitue. Umzigo unitue. Yaani familia ina matatizo, si mwanaume si mwanamke. Lakini yote kwa mume wangu. Ila taarifa nitafikisha nzima, yani seki chumvi la sukari. Umenistua unajua. Ulikuwa unawaza nini mpaka usitoke hivi? Mawazo yangu hapo umeniambia unakuja ni kusubiri dakika 10 tu.
Sasa hivi inaenda dakika 15. Sasa kwa akili zangu nikasema labda umempanga yule mzee mje mkamata hapa mshambulie. Acha uoga. Niambie lakini. Ndio kwanza kukumbatia kwanza mpenzi wangu. Wewe ni mrefu. Kwa sababu ya masendo haya niliovaa ndio maana leo nimekuwa mrefu hivi. Vipi lakini? Fresh. Mbona kikao cha dharura sana hapo sio kawaida na huwa tunaonanaga kule kwenye geto la Masela, geto la watu wawili. Ngogo na Kola. Niambie. Na furaha leo. Sio kifani. Kwa nini leo mbona furaha sana tofauti na siku zote? Nipe na mimi hiyo furaha, nigawie na mimi kidogo niwe kwenye happy. Nakwambia kitu. Niambie. Toka siku yako kwa tumbo langu. Niweke sio kwenye tumbo? Unahisi nini? Au unasikia nini? Unajua una vituko. Leo si mzee Chendo kashakununulia viepe huko sio nini? Unakuja kunipanga hapa. Leo umekula vitu vizuri eh? Acha utani wako bwana. Sisikie kitu. Na mimba. Vipi kwani? Wewe umestuka hivi? Au labda ndio nimesikia vibaya unasema? Na mimba yako. Yaani wewe una mimba yangu mimi. Mke wangu, mbona umekaa unajinamia mchana kama hivi vipi? Kuna tatizo? Lipo. Alafu kubwa sana. Shida gani? Hivi mume wangu, unataka mimi niongee na nini? Au niongee kitu gani ambacho unaweza kanielewa? Kwani bado unazunguka, utaniambia kwamba kuna shida fulani. Hivi unajua kama Nyau alikuja hapa? Nyau amekuja hapa mume wangu. Amekuwa kama mbogo. Unamjua mbogo? Amebwata. Ameongea. Sidhani kama majirani hawajasikia. Usichelewe hapo wewe nini? Nisikie Tami. Unakumbuka kabisa nilikuwa nakukumbusha wewe. Sio mtoto mdogo, nilikuwa nakukumbusha. Upo kwenye siku zako za hatari, ukawa unaniambia hapana. Sawa? Kabla kunesa nilikuwa nakwambia kabisa hii. Leo unakuja kuniambia kiuwepesi na mimba yako. Haya sawa, wewe una mimba yangu mimi. Sawa. Haya mimi mimba naelea kwenye mazingira gani? Na unafahamu fika kabisa mimi naishi na rafiki yangu Ngogo. Tupo watu wawili, geto moja. Haya, kwa hiyo haya sawa. Kwa hiyo nikuchukue wetu kakae tu watu watatu. Na kulea na wewe na hiyo mimba. Unaona imekaa sawa hiyo? Hili unafurahisha sana. Unafurahisha wewe, unakuja kuniambia hivyo vitu saizi. Nafurahisha mimi tena? Hivi wakati unaweka, unanigeuza. Ukujua kitatokea nini? Sawa. Kama unavyosema, si unaweka na geuza sawa. Lakini nilikuwa nakukumbusha Tabi. Unafahamu kabisa mimi hapa mjini mazingira haya ni mgeni, naishi na rafiki yangu pale. Haya hiyo mimba mamangu saizi mimi naweka kwenye mazingira gani? Mbona nitakunipa wakati mgumu mimi? Sasa nisikilize. Nisikilize Tabi. Wewe Tabi unanipenda mimi? Ndio nakupenda. Sawa, na mimi nakupenda. Kiujumla tunapendana. Sasa kiuwema, kiusalama mamangu. Naiomba hiyo mimba. Sawa? Tuitoe. Ili tuishi kwenye wakati mzuri kwa saizi. Tukisema uwe na mimba nitatengeneza wakati mbaya, mimi ndaanza kukaa sehemu mbaya, ndajipa wakati mgumu. Na babako fika unamjua kabisa jinsi alivyo. Kwa hiyo mamangu nakuomba sana kwenye hilo, nisikilize. Tuitoe hiyo mimba ili tuishi kwenye wakati mzuri hapa. Sisi tutakuwa umenielewa eh? Nisikilize kwa makini. Hapa haitolewi mimba wala haitoki mimba na haitotoka. Nahisi umenielewa. Sasa nisikilize Tabi. Naongea sasa hivi hapa sasa kama mwanaume tu. Si unanielewa? Ukiwa tayari kutoa hiyo mimba, utanitafuta. Lakini kama hautakuwa tayari, utatafuta baba mwingine wa kulea hii mimba. Nadhani umenielewa. Mimi naenda. Wewe Kola wewe. Kola! Kola! Haya ninayoyaona yananiumiza, sio kwamba na furaha. Anachodai hataki ya kuona uwanjani kwake, hataki ya kuona na mazoea na mke wake. Yote 9 mume wangu, 10 anasema ikiwezekana na wewe uende akakuoe.
mzazi mwenza, mzazi mwenza. Haya ninayoyaona yananiumiza, sio kwamba na furaha, ila naigiza tu, sina roho mbaya. Huenda fikra zanipeleka vibaya, nimesadiki wanasema wenga walioza hawachani. Hapa mimi nafanywa mjinga, wananipanda kichwani. Maana liumba moyo kaweka na wivu, kama ndo kiguswa kidogo na Akumi sina choyo, toto asiwe sababu nikose amani. Oh amani. Mzazi mwenza, mzazi mwenza.